4% peke yake ya watu wote use their life through the word of God. Wanatumia maisha yao kwa neno la Mungu. See, people need God. Ni hao tu watu ambao wanamtambua Mungu. And that is the mission that Jesus left us with, to go into all the world to preach the gospel. Na hilo ndilo tu Mungu ameweka katika mioyo yao, ili kwenda ulimwenguni mote kuleta neno la Mungu ama kuleta injili. Now I could get comfortable. Na hivyo mimi siwezi kaa tu nikitosheka. Our church owns our building. Ya kwamba kanisa letu na majengo makubwa, very nice. Ya kwamba liko zuri. We own acres of land. Ya kwamba tuna shamba kubwa. We own houses. Ya kwamba tuna tena majumba mengi. I have a great team. Ya kwamba nina team ambayo ni nzuri. We have lots of people. Ya kwamba tuna watu wengi. I can just sit back and get comfortable. Alafu nikae tu pale na nitosheke. But here is the problem. Lakini hapa kuna shida. There are people who are still dying and going to hell. Kuna watu bado wanakufa na kwenda kuzimu. There are people who need Jesus. Kuna watu bado wanahitaji Yesu Kristo. So I went to my church this year. Hivyo katika kanisa langu mwaka huu, a couple of weeks ago, mawiki yaliyopita, and I asked them, I said, you need to be, I gave out cards, these little white cards. Na nikapatiana kadi ndogo ndogo. And I had them begin to write down names of people that need Jesus in their life. Na nikaanza kuandika majina ya watu ambao wanamhitaji Yesu Kristo katika maisha yao. If you were to go to Restoration Church today, na wakati unapoenda katika kanisa la Urejesho siku ya leo, we have a big stage. Tuko na altar kubwa. And on both sides of the stage, na kando yote, it's full of cards of names. Na kuna zile majina, zile kadi zimejaa yale majina. And what I told the church was this. Na kila ambacho nilichoambia kanisa ni hili. I told the church we're going to pray over these names every single day. Nilisema kila siku tutaombea haya majina. I need you to come to church before and stay late. Wewe kuja mapema na utoke kama umechelewa. And I need you to pray over these names. Lakini nataka uombee haya majina. I need you to skip lunch on Wednesday and come and pray. Nataka siku ya Jumatano hata usiende lunch, lakini njoo kwa kanisa ombea haya majina. And here's what we're going to do. Na hii ndio tunaenda kufanya. When somebody gets saved, wakati mtu anaokoka, we're going to dig through and find their name. Tunapopata jina lake, and move them from the altar to the steps. Na tunaitoa pale na tunaweka katika vile vitu vya kupanda kama hapo. We have steps in the front of our stage. Kuna vitu vya kupanda hapo kwenye The jukwaa. altar represents them meeting Jesus. Na hapo inasema kwamba wanamhitaji Yesu Kristo. The steps represent on their way to heaven. Na hayo mahali pa kupandia inaonyesha kwamba ni njia ya kwenda mbinguni. And I want to tell you this morning. Na nataka kuambia asubuhi ya leo. The steps are already getting full of cards. Ya kwamba mahali pale inajaa zile kadi. People are coming to know Jesus. Ya kwamba watu wanakuja kumtambua Yesu Kristo. And I want you to know something else. Na nataka tufanye kitu kingine. I sent a message to your bishop. Ya kwamba nilituma ujumbe kwa bishop wetu. I sent a message to Friday. Na hata nikamtumia Friday. And I said this. Na nikasema hivi. I want names from your church. Ninataka majina kutoka kwa kanisa. People that you're believing for their lives to be saved. Ya kwamba kwa watu ambao unaamini kwa maisha yao yaokolewe. Your family members. Na hata familia yako. Your neighbors. Na hata majirani. Your friends. Na marafiki. And you know what we're going to do? Na unajua kile we're going to write them on cards. Tutaiandika kwenye kadi. We're going to lay them on the altar. Na tutaiweka hapo. We're going to pray that your family. Na tutaenda kuomba kwa sababu ya familia. Your friends get saved. Tutaenda kwa marafiki. We're going to pray that your village gets Na saved. hata tunaomba kwa majirani. Why? Kwa nini? Because God is bigger than where we are right now. Kwa sababu Mungu yuko mahali tuko sasa. Let me explain to you the God that you serve. Wacha nikueleze kwa huyu Mungu ambaye unatumikia. 15 years ago, Miaka 15 I iliyopita. went to Uganda for the first time. Nilikuwa Uganda mara ya kwanza.